Unaangalia JKU. Akizungumza huko katika chuo cha uongozi JKU Dunga mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Anna amesema katika kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yanayolenga kutambua mchango mkubwa unaotolewa na wanawake katika jamii, kiuchumi na kisiasa. Haki za wanawake. Wanawake wengine wanaona kama mwanamke hana haki. Hana haki ya kumiliki, hana haki ya kutoa kazi nzuri. Yaani mwanamke wanaona hana haki. Na wao wanaona hivyo ni wanaume jamani. Lakini wanawake wengine nao hawajijui wao wenyewe nafsi zao. Wanaona mimi kupigwa haki yangu, mwanamume ananipiga tu kwa sababu kanioa, aendelee kunikumta, leo kaniumiza jicho, kesho kanikokotoa mkono, nimetoa nini mie, wewe unajiona uko yani sawa tu. Asijaniacha na watoto wake nao wapi? Mtu anavumilia hapo. Kwa hivyo ile kutambua haki zako, kujitambua wewe mwenyewe, kupigania haki za watoto wako. Kuna mwanamke anakaa ndani ya ndoa, baba anabaka watoto na hasemi kitu, anaogopa. Mheshimiwa Anna ametumia fursa hiyo kuwakumbusha askari wa JKU kuwa katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani ni vyema kuendelea kutoa elimu kuhusu haki za wanawake, huku akiwasisitiza umuhimu wa kuwa karibu na familia zao na kuwapa elimu ya kuepuka na kujikinga na vitendo vya udhalilishaji pamoja na kuwa walezi bora wa familia zao. Binti hao wamekuja hapa kujifunza na kujenga taifa. Kwa hiyo tunataka mabinti hao wamalize hapa miaka yao kama miwili au mwaka mmoja, wamalize salama, ili mtoto yoyote kukutana na udhalilishaji wa aina yoyote, bila mtoto yoyote kutoka hapa kapata ujauzito tu kwa sababu anataka apatiwe kazi, isiwe aina yoyote udhalilishaji na kupateni nyinyi wanaume wanaoishi kwa raha, na nyinyi watoto wetu mnakuja kujenga taifa, muishi kwa raha. Kwa hiyo tunataka kuondoa huo ukatili juu ya wanawake. Hii inazungumzia kwenye JKU, lakini na wengine nao wengi huko nje ukatili unafanyika. Kwa hivyo tunapiga sauti zetu kwa pamoja, tunaunganisha kuonesha mwanamke hajazaliwa ili akumbane na ukatili na udhalilishaji. Amezaliwa na yeye afurahie maisha kama anapofurahia mwanamume. Kwa hiyo tunaunganisha sauti zetu kupinga ukatili na udhalilishaji, lakini vile vile kuelimisha jamii. Kwa upande wake mwenyekiti wa dawati la jinsia JKU Kanali Mohija Shemhaji Ramadhan ameeleza kufurahishwa kuwepo kwa dawati la jinsia ndani ya JKU, ambapo uwepo wa dawati hilo litasaidia utoaji wa elimu kwa askari na vijana kujenga taifa na kuzipatia ufumbuzi changamoto mbalimbali zinazowakabili na kuhamasisha jamii kupinga vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Zimanda tutakuja kuendelea madarasa yetu, dawati hili lipo na Mheshimiwa Waziri tayari amefungua. Kwa hiyo hili litakuwa ni endelevu. Kwa hiyo ushauri wangu mimi, tupitana, tuje na tuje tusikilize, na sikusikiliza tukiacha hapa, tuyafanyie kazi. Akizungumza kwa niaba ya utoaji mada katika uzinduzi huo, daktari wa masuala ya wanawake Rehema Salum Karungu ameeleza miongoni mwa athari za ukosefu wa elimu kwa vijana inapelekea mimba za utotoni ambazo husababisha vifo wakati wanapojifungua. Mimba za utotoni, yani mimba chini ya umri wa miaka 18, lina athari nyingi kubwa za vifo wakati wa kujifungua. Kila ifikapo Machi 8 ya kila mwaka ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo kwa mwaka huu maadhimisho hayo yanatarajia kufanyika mkoani Geita.